Karibu tena, tunaendelea na uchambuzi wetu wa diwani yetu pendwa ya asubuhi ya matumaini ya mwandishi Christopher Mwashinga. Na tumekuwa na mwendelezo mzuri na leo tunaanza sehemu ya 5 ya uchambuzi wa kitabu hiki. Kwa hakika kitabu hiki kimesheheni mashairi mengi. Na hivyo tunajitahidi tusiache sehemu hata moja ambayo mwandishi amewekeza muda wake na mawazo yake. Tunachotamani kila kilichoandikwa tuweze kukitambua, tuweze kuking'amua na kukipa matumizi katika maisha yetu ya kila siku. Katika sehemu ya 5, mwandishi ameipa anwani inayosomeka maonyo na mahusia. Maonyo na mahusia. Mwandishi anatupa maonyo lakini pia anatuhusia katika muktadha wa maisha yetu na safari yetu hapa duniani. Kama wanadamu ni lazima kupata makatazo juu ya mambo mbalimbali, lakini pia kupata mahusia ya namna ya kuiendea safari tulionayo. Na hivyo sehemu hii ya 5 imesheheni mashairi mengi sana. Yako mashairi 26. Na hivyo uchambuzi wa sehemu hii nitaufanya mara 2. Nitachambua sehemu ya kwanza ambayo itahusisha shairi la 40 mpaka shairi la 55. Alafu baadaye sehemu ya pili itahusisha shairi la 56 mpaka 66. Na hivyo tutakuwa tumemaliza sehemu ya 5. Na hivyo sehemu hii ya 5, sehemu hii tutaanza na shairi linalosema acha unafiki, lakini kuna shairi linasema baragumu, shairi lingine linasema hadithi za Biblia. Shairi la 43 linasema mara jua mara mvua. Shairi linalofuata linasema Mungu ndiye kimbilio. Shairi la 45 linasema mtanashati. Shairi la 46 linasema kama ndege msituni. Shairi linalofuata linasema kijiji cha teketea. Shairi linalofuata linasema usiniache jangwani. Shairi linalofuata linasema jana imekwisha fungwa. Shairi linalofuata linasema usimwambie adui. Shairi linalofuata linasema tulia moyo wangu. Shairi la 52 linasema ahadi yako ni deni. Shairi la 53 linasema kitumbua. Shairi la 54 linasema msamaha kwako dawa. Na shairi la 55 tutakaoshughulika nalo katika sehemu hii ya kwanza linaitwa fahari. Na hivyo katika haya mashairi tutakayoshughulika nayo, natumai tutajifunza mambo mengi. Tukianza na shairi la 40 linalosema acha unafiki, mwandishi anatutazamisha katika watu walio na nafasi za kusema mbele za watu. Hasa yeye akiwalenga wachungaji, ya kwamba hawa watu waache unafiki. Unafiki ni kusema, kutenda pasipo uhalisi. Yaani kile unachohubiri sicho uhalisi katika maisha yako. Havina uhalisia kabisa. Wawezaje kuambia watu wasiibe ili hali wewe unaiba? Wawezaje kuonya watu wasizini ili hali wewe ni mzinifu? Wawezaje kuonya watu kuichukia sanamu ili hali wavaa tunguri ukisema unamtumikia Mungu? Wawezaje kuambia watu waache unafiki ili hali wewe mwenyewe
ndiye mnafiki wa kwanza? Kwa hakika, acha unafiki ni shairi linalotuambia na kutukumbusha kuishi yale tunayoyasema. Tukiwa viongozi wa kanisa au katika taasisi, yale tunayowaambia watu kuyafanya, tuhakikishe sisi tunayafanya kwanza. Ndiyo maisha yetu ya kila siku hayatoleta shida wala watu kufikiria. Shairi la 41 ni baragumu. Baragumu linapigwa kutoka mbinguni kutukumbusha kwamba mwisho uko karibu. Yale yanayotokea katika ulimwengu huu yanakijaza kikombe cha Mungu. Uvumilivu wa Mungu unakaribia kukoma. Tuko kwenye dunia ambayo kwa hakika maovu yametamalaki kila sehemu. Wanadamu wamekosa lijamu katika midomo yao. Hakuna tena breki katika utendaji wa maovu. Bibi anaolewa na mjukuu wake, babu anambaka mjukuu wake, baba anambaka mtoto wake, mama anatupa mtoto wake. Maisha tulio nayo yamechanganyikiwa na dunia imechanganyikiwa, na hivyo Mungu anakasirika. Uvumilivu wa Mungu unakaribia kuisha. Baragumu linapopigwa linatupa taarifa ya kwamba tutubu na tuache dhambi. Maana kwa hakika kikombe cha Mungu kitakapojaa, hakuna neema tena. Wote tutaangamia. Shairi la 42 linahusu hadithi za Biblia. Rafiki yangu, Biblia ni kitabu chenye hadithi nyingi. Hadithi zinazoonyesha historia za mashujaa, namna walivyotembea na Mungu, namna walivyoanguka, namna walivyoinuka tena. Hakika ni kitabu kinachotupa nguvu. Yale yanayotokea chini ya jua, hakuna ambayo hayajawahi kuandikwa katika Biblia. Maisha ya Danieli, Shadrach na Meshach, maisha ya Ayubu, maisha ya Yusufu, maisha ya Samsoni ambaye anamuomba Mungu mara moja hii tu, nikumbuke Mungu wangu, nirudishie nguvu zangu. Na Samsoni anatenda jambo ambalo hakuwahi kulitenda katika maisha yake yote. Biblia ina hadithi zinazotia moyo, lakini kubwa zaidi ni maisha ya Yesu Kristo na kisa cha ukombozi. Tunapotafakari haya katika Biblia, yanatupa tumaini ya kwamba duniani katika changamoto tunazokutana nazo, tumaini lipo. Ikiwa watumishi wa Mungu walisimama na Mungu na kila wakati walipomuita Mungu aliwatendea jambo la tofauti, hata sisi Mungu atatutendea jambo la tofauti. Lakini kubwa zaidi, ikiwa Yesu aliishi katika maisha haya kwa utakatifu, alikufa na akaishinda mauti, basi hata sisi tutakufa, lakini kwa hakika tumaini la kufufuliwa tena na kuishi maisha ya kitakatifu mbinguni na Mungu wetu, tumaini hilo ni hakika. Shairi linalofuata, mara jua mara mvua. Watoto wanafurahia vyote. Ikiwa jua watacheza, ikiwa ni mvua watacheza kwenye matope, jioni watamshukuru Mungu, watalala. Mwandishi anajaribu kutuambia nini hapa? Mwandishi anatuambia katika hali za maisha ya dunia hii, ziwe za neema, ziwe za dhiki, ikiwa tunamtumainia Mungu, ikiwa tunamfahamu Mungu tunayemwabudu, maisha yetu yatakuwa bora sana na tutafanikiwa. Shida hazitakuwa kikwazo kwenye maisha yetu. Shairi linalofuata, Mungu ndiye kimbilio. Shairi hili linahusu mayatima, wale waliopoteza wazazi wao. Wanaona dunia ni kama sio sehemu salama tena, kwa kuwa hawana baba wala mama wa kuwalilia. Mwandishi anatukumbusha yupo Mungu. Wanapomtwisha Mungu fadhaa zao, maumivu yao, na wanapoiachilia mioyo yao kwa Mungu, Mungu anasimama na Mungu anawapatia tumaini. Mioyo yao inajaa faraja, asubuhi yao na jioni yao
inakuwa njema kwa sababu wameamua kumtumainia Mungu, na Mungu ataondoa hatia katika mioyo yao. Shairi linalofuata linaitwa Mtanashati. Shairi Mtanashati nimelipenda kwa sababu linamzungumzia kijana ambaye anamcha Mungu, kijana anayevaa vizuri, kijana anayeimba, kijana anayeshiriki ibada, kijana anawahi ibadani, kijana anamuomba Mungu. Lakini huyu kijana hata anapojaribiwa, kwake si kitu cha kutisha. Jaribu kwake linapokuja, anakimbia magotini kumtumainia Mungu. Hata angetupwa katika jalala, bado tumaini lake liko kwa Mungu. Vijana wa leo tunakumbushwa, utanashati wetu wote uambatane na Kristo. Maisha yetu yote yamtegemee Mungu. Shairi la 46 linasema, kama ndege msituni wanapoimba na kumtukuza Mungu. Sauti ya huyu mtumishi kutoka huko ughaibuni anamuomba Mungu neema ya kuendelea kumsifu na kuipaza sauti ya kumtukuza Mungu, hata kama wanadamu hawatosikia. Ndege wanaimba nyimbo nzuri, hata wanadamu hawana habari nazo, lakini hawajawahi acha kuimba kumtukuza Mungu kwa uumbaji. Vivyo hivyo mwandishi anaomba neema hii kwa Mungu, ya kwamba haijalishi wanadamu watasikia au hawatasikia, siku zake za maisha yake japo ni fupi na nguvu zinaisha, lakini katika hali zote Mungu ampe neema ya kuendelea kumtukuza na kumwimbia. Ombi la mtumishi huyu wa Mungu ni ombi langu na liwe ombi lako. Haifai na haijalishi watu watakuona vipi katika huduma yako, kamwe usiache kumtumikia Mungu. Ipaze sauti yako kwa nguvu, muombe Mungu, muimbie Mungu, mtukuze Mungu. Sifa ni kwa Mungu na sio kwa wanadamu. Bwana na atakubariki. Shairi la 47 linasema, kijiji cha teketea. Na katika shairi hili la kijiji cha teketea linazungumza maisha yanavyobadilika, watu wanavyouawa, haki inavyodhulumiwa. Tuko kwenye jamii ambazo kifo sio jambo tena la kutisha, mauaji sio jambo tena la kutisha, ufisadi, rushwa, wizi sio jambo la kuogopesha. Watu wanayatenda haya bila kuogopa, na hata wanakijiji wenyewe hawana tena uwezo wa kuhoji. Wamebaki kuwa wa kuyasoma mitandaoni na kuendelea na mambo ya maisha yao ya kila siku, pasipo kuangalia hatima ya nchi yao na kijiji chao. Mwandishi anatumia taswira ya kijiji kuonesha eneo dogo ambalo Mungu amelibariki, amelipa kila kitu, lakini watu wa nchi hiyo wameshindwa kuijali neema ambayo Mungu amewapatia. Hata wale wazee wanaojua chimbuko na asili la kijiji chao wamenyamaza, hawataki kusema. Lakini maovu yanavyozidi kuongezeka katika nchi, itafika wakati hayatovumilika. Mwandishi anatukumbusha kuwa na mshikamano, kusimama na kusema iliyo kweli, ili tuweze kutetea haki na kukilinda kijiji chetu. Mungu ametubariki nchi yenye rutuba. Mungu ametubariki nchi yenye kila kitu. Sisi wenyewe ndio tuna uwezo wa kuilinda. Sisi wenyewe ndio tulio na uwezo wa kuitetea. Sisi wenyewe ndio tulio na haki ya kuhakikisha ya kwamba nchi yetu mama inabaki kuwa salama. Shairi la 48 mwandishi anasema, usiniache jangwani. Jangwa ni changamoto, jangwa ni mapito, na hata katika nyakati hizi ngumu zote Mungu hawezi kutuacha. Ombi la mwandishi anatuambia, ikiwa jangwa litabaki kuwepo, basi jangwa la moyoni liondoke. Maana yake ni nini? Hata kama changamoto zitakuwa kubwa kiasi gani, moyoni mwako uwe na Yesu, atakusaidia kuishi katika hilo jangwa.
Bwana na akubariki.